hana kabisa wa kumpelekea Injili. Hana ndugu wa damu wa familia, hawezi. Lakini hana kabisa yule ambaye ni rafiki kwa mahusiano, hana mahusiano. Unapozungumzia urafiki ni kwamba uhusiano wako na wanadamu wengine utakuwa mbali. Lakini pia hawezi kuwa na uhusiano na majirani. Ni kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ikiwa moyoni mwako una ajenda ya kuridhika na umasikini kama sifa ya kiroho, sijawahi ona kama umasikini nao ni sifa ya watu wanaokwenda mbinguni. Kiliyosema kwenye Mathayo ni heri masikini wa roho, sio wa hera. Kwa hivyo hali ikiwa mbaya kiuchumi, ujumbe wa Yesu unakwamishwa. Na ukwamishi kwa sababu umependa, ila kwa sababu mahusiano yanaharibika, kwa sababu hakuna maisha ya uchumi. Ndio unaona uhusiano uliopo, habari ya uchumi na habari ya uinjilisti. Huwezi kumwalika mtu aje kwenye makambi hapa Gangilonga eti kwa sababu tuna mafundisho mazuri. Kinacholeta hao watu wa Mungu tunaofanya nao kazi ofisini, kwenye biashara, wale ambao tunaishi nao ni majirani, huwa sio mafundisho yetu mazuri, huwa ni mahusiano yetu tuliokuza maisha yao. Hamna kitu kingine. Hata kama jirani alikuwa sio Mkristo, hicho umefanya ukaenda ukampatia 100,000 ya matibabu, na bado huko nyumbani unawapatia chakula. Usiku huyo akitoka kule, usiku ukimwalika kwenye mikutano, ina maana si kwa sababu na mafundisho mazuri kwenu, ila kwa sababu wewe ni mtu mwema kwake. Ukijenga nyumba, Yesu anasema utanikarimu. Jirani ameguliwa na mama, wamekuja ndugu zake, hata kama ana vyumba viwili tuna sebule, lakini ni mama yao. Sasa kama mimi na yeye tunaishi vizuri, maana yake atakuja kuniomba godoro, ataniomba mahali pa kulala, watakuja wakae. Hiki ndicho kinachozungumzwa, watalala. Ndio maana Yesu anasema nalikuwa mgeni. Sasa kama nimejenga nyumba, anasema nimebarikiwa na nyumba 2, lakini Yesu hana mahali pa kulala. Tafsiri yake ni nini? Kwa sababu chochote ambacho unapata kama matokeo ya kazi ya siku 6, ajenda ni kwa ajili ya Masihi. Kwa hiyo ukifanya biashara, ukifanya kilimo, ukifanya ufugaji, iwe ni ajira yoyote, usisahau waliobarikiwa ni wale wanaotumika. Na kutumika kunahitaji uchumi. Biblia hiyo uliyoishika ina vitabu 66. Agano la Kale viko vingapi? 39. Agano Jipya viko vingapi? 27. Hiyo Biblia inazo sura 1800, ina sura 1880 na 3 au 4, na inazo aya 31,301. Hiyo Biblia ulionayo hii, na katika hizo aya 31,000, nisikilize vizuri, ziko aya 500 pekee zinazozungumzia sala na imani. Lakini katika swala la uchumi ni aya 2,350. Kana kwamba haitoshi, 15% ya mafundisho yote ya Yesu yalihusu uchumi. 15% ya mafundisho yake. Kana kwamba haitoshi, hiyo Biblia Agano Jipya, vitabu 4 vya Injili vina mithali 39 ya Yesu. Kwa mfano, mpanzi mmoja wa mithali. Ukizungumzia habari ya jani, suke na ngano pevu ni mithali. Ukizungumzia alienda akaliona shamba, akaenda akauza, akaja akainunua, ni mithali. Ziko mithali 39, parables 39. Na katika hizo parables 39 ni mithali 16 zinahusu fedha. Hii maana yake nini?
Maanake masuala ya fedha na uchumi au mali ama hazina ni ajenda muhimu sana katika Biblia. Muda umeisha kumbe. Si mna mpango wa kuja kesho? Au amuji? Mna mpango wa kuja? Ndio. Tutaanza saa 2 halafu mpaka saa 8 mchana. Njoo ukiwa umekula full tank. Maana break ya chakula ni saa 8 na ukishakula tutakutana panapo majaliwa. Kwa hiyo ukisema nitakwenda mchana, tutakutana Seguo tu hapo. Kuanzia saa 8 utakutana Seguo. Lakini saa 2 njoo tukutane mpaka saa 8. Nitashiriki kweli ya neno la Bwana. Kwa nini haya mawili pekee ndio Mungu anayotumia kusafisha mahusiano ya mtu na Mungu? Ni mawili peke yake. Tutaisikiliza Biblia, halafu nitakupeleka alichoandika Ellen White kwenye haya mambo mawili. Hakuna kingine. Amani ya Bwana iwe nasi kwa jina la Yesu. Amina.